Sikupenda kuanzisha mjadala huu, lakini kimya kinapokuwa kirefu kupita kiasi huwa kinageuka kuwa sehemu ya dhuluma yenyewe. Kuna mambo yanafanyika waziwazi, haki zinakanyagwa mchana kweupe na wengi wanabaki watazamaji. Katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuna kauli yenye uzito mkubwa: mnusuru ndugu yako awe anadhulumiwa au anadhulumu. Huu si wito wa upande mmoja, ni wito wa kusimama na ukweli hata unapokuwa mgumu. Hili aliangalii dini, hata kama anayedhulumiwa ni Shia. Tumeamua kuandaa simulizi hii kwa lengo ya kukuzindua yanayofanyika katika Irani ya leo, kwani tumeona propaganda za wazi zikifanyika. Mayahudi wanawachonganisha Wairani na Waarabu kwa kushambulia baadhi ya sehemu ambazo Wairani hawajashambulia. Je, unajua chanzo cha nguvu ya Wairani? Na je, wameitoa wapi? Na je, Ushia ulitoka wapi hadi ukawa ni msingi wa serikali yao? Majawabu ya maswali yote haya leo nitakujibu kwa wazi kabisa, kwani tumepitia vitabu vya historia na kugundua mambo mengi na mazito. Islamic Book Story. Historia ni kitu kikubwa sana, kwani ndicho kimewafanya Wairani kuwa na nguvu tunayoiona hii leo, kwani walijitambua. Fikiria hili, hii Irani ni miongoni mwa moja ya nchi zilizoathiriwa sana na vikwazo vya kiuchumi na kiteknolojia kwa muda mrefu, kwa zaidi ya miongo minne. Hawaruhusiwi kununua silaha, hawaruhusiwi kuingiza teknolojia mpya. Lakini cha kushangaza, leo hii ndiyo wanaunda drone, ndege zisizo na rubani zinazobadilisha upepo wa vita ulimwenguni. Wana makombora yanayopasua anga kwa kasi ya hatari na programu ya sayansi inayoinyima Marekani na Israel usingizi. Unajiuliza, wamewezaje? Jibu lake halipo kwenye maabara zao za siri chini ya ardhi, wala kwenye vitabu vyao vya fizikia. Siri ya mafanikio ya Irani ipo kwenye kitu kimoja tu: historia yao. Wanaongozwa na roho ya watu waliokuwa mashujaa, mababu zao. Hawa ni Wairani. Kwao teknolojia ni sayansi, lakini kwao kujitegemea ni ibada ya kisasi dhidi ya udhalimu. Ili uelewe akili ya mhandisi wa Irani anayeunda makombora leo, hupasi kuangalia anavyofanya mahesabu ya sayansi. Inabidi tufunge mkanda, turudi nyuma karne kadhaa zilizopita, tuchimbe mchanga wa Uajemi ya kale na tuingie mpaka ndani ya damu na asili ya mababu zao. Hapa ndipo asili ya kiburi chao ilipozaliwa. Sasa funga mkanda, turudi nyuma mpaka karne 14 zilizopita. Hapa tunaingia kwenye mzizi wa kile kinachoitwa fahari ya Muajemi, Persia. Vuta picha, dunia wakati huo haijui habari za Marekani, Urusi wala Uchina. Wakati huo ukitaja neno superpower, dola kubwa, dunia nzima ilikuwa ikitetemeka na kutazama pande mbili tu. Hawa ndio walikuwa miamba waliogawana dunia. Dola ya kwanza walikuwa ni Warumi. Dola ya Warumi, Roman Empire. Hawa walikuwa upande wa magharibi. Fikiria Ulaya ya leo, sehemu kubwa ya Mashariki ya Kati na kaskazini mwa Afrika.
Warumi walikuwa na jeshi lenye nidhamu ya kutisha, sheria ngumu na uchumi mkubwa. Kwao mtu yeyote asiye Mroma alikuwa ni mshenzi, barbarian. Walikuwa na kiburi cha nguvu za kijeshi na utamaduni wao. Dola ya pili walikuwa ni Waajemi. Dola ya Waajemi au Wafurusi, Irani ya leo, walikuwa na nguvu upande wa magharibi. Basi mashariki ilikuwa inamilikiwa na Waajemi Wafurusi. Hawa ndio mababu wa Wairani wa leo. Hili halikuwa taifa la kawaida, lilikuwa ni himaya ya kifahari kupita maelezo. Waajemi walikuwa wamepiga hatua kubwa sana kwenye sayansi, kilimo, usimamizi wa maji na usanifu wa majengo. Jeshi lao lilikuwa na vikosi vya farasi vilivyovikwa vyuma kuanzia kichwani mpaka miguuni, na walikuwa na tembo wa vita waliokuwa wakipondaponda maadui kama vifaru vya kisasa. Warumi walikuwa wakatili wa kivita, lakini Waajemi walikuwa na jeuri ya kifalme. Mfalme wa Uajemi aliyeitwa Shahanshah, yaani mfalme wa wafalme, alikuwa anachukuliwa kama mwakilishi wa Mungu duniani. Dini yao ilikuwa Zoroaster, ambapo waliheshimu moto kama alama ya nuru na usafi. Waajemi walikuwa na utajiri wa kutisha, tamaduni za hali ya juu sana na mashairi yaliyotukuza akili na ushujaa. Kwa miaka ya mamia, hizi dola mbili, Warumi na Waajemi, zilipigana vita zisivyoisha. Walipigana mpaka wakachokana na hakuna aliyeweza kumfuta mwenzake kwenye ramani ya dunia. Ni kama vile Marekani na Urusi walivyokuwa wakikabana koo kwenye vita baridi. Unapomwangalia Muirani wa leo usoni, humwangalii mtu aliyetoka kwenye taifa lililowahi kutawaliwa na kunyanyaswa kirahisi kama mataifa mengine. Hapana, unamwangalia mtu ambaye kwenye damu yake anajua fika kuwa babu zake walikuwa wababe wa dunia. Wanatembea na hii jeuri ya asili. Hata wanapowekewa vikwazo na Marekani leo, hawajioni kama taifa dogo linaloonewa. Wanajiona kama dola kuu inayosumbuliwa na taifa jipya ambalo hata halina historia ndefu. Hii ndiyo inaitwa Persia nationalism, utaifa wa Kiajemi, kwamba sisi ni Waajemi, ustaarabu wetu ni mkubwa kuliko wenu. Lakini hii jeuri yote ya Kiajemi, huu ufalme wa kifahari uliotikisa dunia, ulikuja kupata pigo la kihistoria ambalo hawakutegemea kamwe. Na pigo hili halikutoka kwa maadui zao wa siku zote, Warumi. Hapana, kutoka kwenye majangwa makavu ya Arabu, sehemu ambayo Waajemi waliidharau sana na kuwaona Waarabu kama watu wa jangwani wasio na ustaarabu wowote. Lilitokea vumbi la kundi jipya la watu. Hawa hawakuwa wanapigania dhahabu wala kupanua mipaka ya kifalme. Walikuwa wamebeba ujumbe mpya unaobadilisha nyoyo za watu, Uislamu. Katika kipindi cha Khalifa Umar ibn al-Khattab, majeshi ya Kiislamu yaliingia Uajemi kwenye mapambano makubwa ya kihistoria kama vita vya Qadisiyah. Jeshi la Waislamu lililokuwa dogo na lenye silaha duni kulinganisha na Waajemi lilisambaratisha dola ya Sassanidi. Wale tembo wa kivita walishindwa, vikosi vyao vya chuma vikasambaratishwa, ule moto wao waliouheshimu ukazimwa,
na mfalme wao wa mwisho akakimbia. Fahari ya Mwajemi ikavunjwa vipande vipande na neno la Mwenyezi Mungu likawa juu. Hapa ndipo mambo yalipobadilika kabisa, na hapa ndipo siri ya pili ilipozaliwa. Kuingia kwenye Uislamu, Uajemi haukuwa tu kubadilisha dini, ilikuwa ni mtikisiko mkubwa wa kisaikolojia kwao. Kwa upande mmoja, waliona nuru na kukubali ukweli wa Uislamu, lakini kwa upande mwingine, ule utaifa wao wa Kiajemi, Persia, ukakataa kufa kirahisi. Waliumia sana moyoni kwamba ustaarabu wao mkubwa uliodumu kwa maelfu ya miaka umeangushwa na Waarabu, watu ambao waliwadharau. Kwa hiyo, badala ya kukubali historia yao ifutwe kabisa na kuwa Waarabu, Waajemi walifanya uamuzi wa kushangaza. Waliupokea Uislamu, wakawa Waislamu wazuri na wanazuoni wakubwa wa dini. Kumbuka, wanazuoni wengi wakubwa wa Kiislamu katika hadithi na lugha walitoka Uajemi, lakini walihakikisha wanatunza lugha yao, Kifurusi na utamaduni wao. Huu mchanganyiko wa kukubali Uislamu lakini kukataa kuwa Waarabu ndiyo mlango uliokuja kufungua njia ya wao baadaye kukumbatia Ushia kwa nguvu zote. Kwao Ushia haukuwa tu mwelekeo wa kidini, bali baadaye ulikuja kutumika kama ngao ya kulinda utambulisho wao wa kijamii na kujitofautisha moja kwa moja na dola za Kiarabu za watu wa Sunna zilizokuwa zinatawala. Sasa hapa kuna siri moja kubwa ya kihistoria ambayo huenda inafichwa au haizungumzwi sana kwa karne nyingi tangu Uislamu uingie Uajemi. Asilimia kubwa ya Wairani walikuwa ni Ahlus Sunna, yaani watu wanaofuata mwenendo na mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya wanazuoni wakubwa wa wanasunna unaowajua waliotunga vitabu vya hadithi, lugha na tafsiri walitoka hapa Uajemi. Lakini mambo yalibadilika ghafla kama kimbunga mnamo mwaka 1501, takriban miaka 500 iliyopita. Kijana mmoja mdogo mwenye umri wa miaka 14 tu aliyeitwa Shah Ismaili wa kwanza aliingia madarakani na kuanzisha ufalme mpya ulioitwa dola ya Safavid Empire. Shah Ismaili aliyekuwa na maono makubwa, lakini alikuwa na tishio moja kubwa sana mlangoni kwake: dola ya Uthmania, the Ottoman Empire, ambayo ilikuwa dola kubwa sana ya Kiislamu ya watu wa Sunna, na dola ya Uzbanki upande wa mashariki. Ili kuzuia Irani isimezwe na hizi dola mbili za watu wa Sunna, Shah Ismaili alihitaji kujenga ukuta wa kiitikadi. Alihitaji kitu ambacho kitawapa Waajemi utambulisho wa kipekee ambao utawatenganisha moja kwa moja na majirani zao. Hapo ndipo alipochukua uamuzi mzito uliobadilisha ramani ya Mashariki ya Kati milele. Aliutangaza Ushia wa Athna Ashariya, Mashia wanaoamini maimamu 12, kuwa dini rasmi ya serikali na taifa zima. Haikuwa kazi ya kuhubiri kwa upole, ilikuwa ni amri ya kifalme iliyosimamiwa na ncha ya upanga. Wanazuoni wa Sunna nchini Irani walipewa machaguo matatu magumu:
kubadili itikadi zao na kuwa Mashia, kufunga virago na kukimbia nchi au kukatwa vichwa. Damu nyingi ilimwagika. Miji iliyokuwa ngome za watu wa Sunna ikashurutishwa kufuata Ushia kwa nguvu ya kijeshi. Kwa kuwa Irani haikuwa na wanazuoni wengi wa Kishia kwa wakati huo, Shah Ismaili aliagiza wanazuoni wa Kishia kutoka maeneo kama Jabalul Amil, Lebanoni ya leo, Bahraini, Iraki, waje kufundisha itikadi mpya kwenye misikiti na madarasa ya Uajemi. Hapa ndipo kile kiburi cha Uajemi tulichokizungumzia mwanzo kilipofunga ndoa ya kudumu na itikadi ya Kishia. Serikali ya Safavidi ilifanikiwa kuwaaminisha watu kwamba kuwa Muajemi halisi lazima uwe Mshia. Wakajenga simulizi kwamba wao ndio walinzi wa familia ya Mtume Ahlul Baiti, na wakaanza kutumia matukio ya kihistoria kama mauaji ya Karbala, kifo cha Imamu Husaini, kama chombo cha kujenga hisia kali za kujitolea, kulia na kuwa tayari kufa kwa ajili ya taifa na itikadi yao. Kuanzia hapo, Ushia ukawa ni utambulisho wa kitaifa wa Irani. Ukawa ni ngao yao ya kujilinda dhidi ya uvamizi wa Waarabu na Waturuki. Hii ndiyo siri inayoifanya Irani ya leo iwe tofauti na mataifa mengine yoyote ya Kiislamu. Ruka mamia ya miaka mbele mpaka kufikia karne ya 20. Hapa ndipo kitendawili chetu cha mwanzoni kinapopata majibu. Baada ya kuanguka kwa dola ya Safavidi, Irani ilipitia tawala mbalimbali. Lakini kufikia miaka ya 1950 au 60, nchi ilikuwa chini ya mfalme aliyejulikana kama Shah Muhammad Reza. Huyo Shah aliungwa mkono kwa 100% na nchi za Magharibi, hasa Marekani na Uingereza. Shah alijaribu kufanya kitu cha hatari sana. Alitaka kuifanya Irani iwe ya kizungu na kufuta nguvu ya Ushia. Alirudisha kalenda za kifalme za Uajemi ya kale zinazotukuza wafalme kabla ya Uislamu, na akapiga marufuku vazi la hijabu kwa wanawake na kudharau utamaduni wa Kiislamu waziwazi. Lakini alisahau kitu kimoja kikubwa, ile ndoa tuliyoizungumzia kati ya kiburi cha Kiajemi na imani ya Kishia iliyokuwa tayari imekita mizizi kwenye damu ya raia wa kawaida. Wairani hawakuwa tayari kuwa vibaraka wa Magharibi. Mwaka 1979 dunia ilishuhudia mtikisiko mwingine ambao haukuwahi kusahaulika. Kiongozi wa kidini Ayatullah Ruhollah Khamenei aliongoza mamilioni ya Wairani kuingia barabarani. Hawakuwa na silaha nzito, hawakuwa na vifaru, lakini walikuwa na silaha moja hatari kuliko zote, roho ya kujitolea kufa iliyokuwa imechotwa moja kwa moja kwenye historia ya Imamu Husaini pale Karbala. Walimuondoa mfalme Shah madarakani kwa aibu na kuitangaza Irani kuwa Jamhuri ya Kiislamu, Islamic Republic. Mapinduzi haya yaliwakasirisha sana mataifa ya Magharibi. Marekani ikakataa uhusiano na kuiwekea Irani vikwazo vizito vya kiuchumi, teknolojia na kijeshi vilivyodumu mpaka leo hii. Walidhani kwa kuwatenga
wataipigisha magoti Irani ndani ya miezi michache. Lakini hapa ndipo walipofanya kosa waliolifanya Warumi kwa Waajemi miaka 1000 iliyopita. Badala ya kufa njaa na kusalimu amri, vikwazo viliamsha lile jeuri la Kiajemi. Wakati mataifa mengine duniani yanasubiri kununua ndege za kivita na teknolojia kutoka Marekani na Urusi, wahandisi wa Kiirani wanajifungia kwenye maabara zao. Wanatumia ile akili ya mababu zao waliokuwa wakiunda mifumo tata ya maji jangwani, wakaanza kuunda silaha zao wenyewe. Ndio maana leo hii yule muhandisi wa Kiirani anayeunda zile drone zinazobadilisha upepo wa vita ulimwenguni, au yule anayechora ramani za makombola yanayopasua anga kwa kasi ya hatari, hafanyi hivyo kama kazi ya mshahara tu. Anafanya hivyo kama ibada, ni mwelekeo wa roho ya kukataa kuonewa. Kwenye akili yake anapambana na Warumi wapya ili kulinda heshima ya taifa lake. Hii ndiyo Irani. Ukishangaa teknolojia yao leo, jua kwamba nyuma ya hayo mahesabu ya sayansi kuna mchanganyiko hatari wa kiburi cha Uajemi ya kale na itikadi ya Kishia. Swali zito linabaki. Je, Ushia ni itikadi sahihi? Napenda kusikia maoni yako hapo chini kwenye comment. Tafadhali niambie, wewe unaonaje? Hadi wakati mwingine, hii ni Islamic Book Story. Karibu tukusogeze katika historia ya Uislamu.